heshima zao mbele zako. Wanalia, mtakatifu ni wewe Mungu. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu. Wazikabidhi heshima zao. Good morning. Praise the Lord. Karibu, karibu. Karibu this morning that we may walk together. Welcome, welcome. Catherine, good morning to you. Anthony, God bless you and karibu sana. Karibu sana, karibu sana. We want to make a prayer this morning on our second day of prayer and fasting. And so I'm inviting all of us that we can gather here and let us attend to the duty. And at the end of the day, we shall receive a beautiful, blessed month of June by the grace of God. Karibu sana Makena. May the Lord bless you and help me to share. Help me to share this. I will appreciate if we are able to become a blessing to a group, to another person. So if you can share this, push it to your status, push it to your story,
push it to 2 or 3 people or a group that you are a member. And then we shall have a great morning prayer together in the name of Jesus. Umeinuliwa katika cha enzi, Bwana umeinuliwa. Mungu wetu ameinuliwa katika kila hali ya maisha yetu na katika kila hali ya majira ambayo ametupatia. Na kwa hivyo ni nyakati njema ambayo Bwana ametupatia ili tukaweze kushiriki katika maombi yetu ya asubuhi. Remember, we are having 3 days of prayer and fasting. We began yesterday. Today is the second day. The kind of fasting we are doing is the dry fast, the one that you take water and the one that you take a drink. You don't eat anything else. And if you are under medication, if the doctor have told you to take this and take this medicine, please obey the doctor, but also commit yourself to a session of prayer. You pray. Make sure that you don't postpone prayers because you are sick. Continue in prayer and also obey the doctor. So eat and take your medicine, but make sure you are praying, and the Lord shall come through in the name of Jesus. Wale wengine ambao pengine it's your first time to fast or to come into a session of fasting, you can skip your meal. Maybe you can decide, I'll skip my breakfast and pray, or you can skip your lunch and pray, or you can forego this whole day. And in all ways, the condition of your heart will bring about the fulfillment of your prayer by the grace of God. Or if you can be here to learn, you can be here while taking medication and eating and praying, and then you can be here like us who have been blessed that we are able to put aside all food and pray. And make sure that you are praying, because the principle of the kingdom of God is that God attends to his word. God does his word. And so the word of God carries the aspect of prayer. Prayer is a principle of the kingdom. And so the Lord will always tell us, pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. And then in Matthew 7:7-8, it says, ask, it will be given to you. Seek, you will find. Knock the door, and the door will be opened for you. And verse 8 would say, for them that asks are given. Them that knocks the door, it is opened for them. Them that seek, they find. And so the Lord would want to emphasize this principle so that we are to be in constant communication with him, and so that we are not desperate, we are not left to despair. The Lord is available. Our Father may not be seen by these eyes, he may not be heard by these physical ears, but he is not removed from us. Our God is available, a prayer away. The Lord is in your neighborhood. The Lord is right where you are, but you are made to talk. You are made to converse with him. And so this is an opportunity that no one can deny you. You don't have to kneel down. You don't have to lie down. You don't have to shout. You can even have an internal, inside conversation with God. It's about aligning your heart with this God. Na kwa hivyo mpendwa, there is no way that anyone can hinder your prayer. Ndio maana tuko hapa to exercise this avenue and ask our God, Father, what is it that is found in the month of June? What is your program for me? What do you want me to know? Who do you want me to be? Where do you want me to go? Which are the potential areas that I need to activate and explore? Remember that the Lord would tell us in the book of Isaiah chapter 45 and verses 2-3. The Lord would keep telling us
that I will level every mountain on your path. And in fact, I will be able to give to you wealth that is in hidden places, in dark places. And so the Lord would keep telling us that I have everything that you need. Remember that it is God who has. Ni Mungu ambaye ako naye. Ako na utajiri wako, afya yako, ako na nguvu yako, ako na kila kitu ambacho ni mahitaji kwetu sisi. And so wapendwa, why stay away from the helper and you are in need? You really need it. Like myself, I desperately need this God. You know, sometimes for being a pastor, I might confuse myself and think that I am only called to serve people. You can only serve from abundance. It is the Lord pouring on me and filling me that I can have something to pour. So I am the first one to need. I'm the first one to ask God to fill me, to have me, so that people can have me too. So wapendwa, I am here for myself, and I'm also here for the assignment of God. And so you cannot in any way miss me here. I am at the feet of the cross. I am here also as a partaker of the grace of the supply of the Lord. Let us join together at the floor of the cross and call upon, ask the Lord, Father, have mercy upon us. Come and move in our lives in the name of Jesus. And so welcome. Today is day 2 of our prayer and fasting. Yesterday, we prayed on 2 items, thanksgiving and our health. And now today, I also launch us to another 2 sessions of praying on 2 items. Number 1, our family, and number 2, finances. So today is family and finances by the grace of God. Kwa hiyo wapendwa, sinawauliza, let us gather here and let's have this session of prayer. Let us come together and let's do this together in the name of Jehovah God. Na Mungu wetu ni mwaminifu wa kuaminika, na ninajua ya kwamba atatuaminia makubwa. Atafanya matendo makubwa yatendeke katika maisha yako, katika maisha yangu. Na zote tutaenda tukisema Bwana ameinuliwa katika maisha yetu, kwa maana tutamuona katika matendo na katika hali zetu. I want us to pray. We commence our live stream this morning, our 45 minutes in the presence of the Lord, and I know the Lord shall hear us and bless us. Father, in the name of Jesus, I now pray together with your servants who are here online. It's only I who is not where they are, but oh Lord, I know that there is no distance in the spirit. You are right where they are. I pray with them now that this morning, oh my Father, accept us in your presence. Accept us, oh God, at the floor of this mountain. My God, our faith is that in heaven there lives God. That God is our Father who reached out to us through Jesus Christ. And when Jesus, you came, you now showed us the way to the Father. You are that way. And you said that in your name, O Jesus, we shall ask our Father, and our Father shall deliver, shall supply everything that we need. We are here as needy people. We are here, oh God, in dire need of you, oh God. Yes, thank you for the season of June, but the package that goes with it can only be downloaded from your site. Oh God, I pray this morning that each one of us, my brothers, my sisters, we can access that particular storeroom, that particular place where abundance of our life is stored, oh God. Accept us, Almighty. Have mercy on us, O Redeemer. Oh God, forgive me my sins, oh God, my attitudes and thoughts, oh Lord. Cleanse me with the precious blood of Jesus, that I am acceptable, oh God, as a living sacrifice before you. I pray for my sisters and my brothers on the same. Forgive them. Let us access you, oh God, and may we enjoy an open heaven right now, being led by our intercessor, the Holy Spirit,
who is able to utter the very words of our God in our times of need. My God and my Redeemer, ninaomba katika jina la Yesu, si tuinue mahali tulipo. Yule mdhaifu na mnyonge, muinue asubuhi ya leo. My Father, someone is rising up this morning without a direction. They don't know where to go to work because they don't have a business and they are not hired anywhere. I pray with them, oh God, that they are coming out of this confusion. You are leading their way. You are giving them hope right from this morning in the name of Jehovah God. Them that are traveling to their job, them that are hurried, oh God, to go and do a few stuff, I pray with them, oh God. Move in their lives, oh God. Call them the blessed of the Lord. Walk with them, oh God, and lift their spirit, oh God, even to you in the name of Jesus. Wale wengine ambao ni wagonjwa, naomba uponyaji katika jina la Yesu. Guza yule mama, guza yule mzee, guza yule kijana, yule mtoto, ile jamii. Bwana, wape neema na Mungu wetu afya njema katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nakabidhi yote mikononi mwako, nikiomba mwezi wa June 2024 is our season of the company of God, of the blessing of partnership with Jehovah in the name of the Lord. Mungu wangu nijalie, Mungu wangu tusikie, na Mungu wetu tubarikie mwezi huu na majira haya, ili tukapokee a full measure of our blessing in the name of Jehovah God. Even Lord, as we learn and read your word, I pray, oh God, may the revelation from the master teacher, oh, come through, oh God, in the name of Jehovah God. Mungu wetu tubariki na utushindanie kutoka kwa mwovu shetani na mamlaka ya mapepo. Mungu utuhifadhi ukitubariki. Bariki wapendwa mahali walipo. Anyone joining us here, Lord, I pray that you can see our faith and come through for each one of us. Do what no man is able to do, oh God. By Lord, exploiting our lives, helping us to access that potential and activating it in the name of Jehovah God. Bless us this morning and help us to pray. This is our prayer as we commence. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Wapendwa, karibu sana katika jina la Yesu Kristo, na ili Mungu akatubariki na ili Mungu akatuneemeshe katika nafasi hii ya kuendelea na maombi. Today we are praying about our families. Leo tunaombea jamii zetu na tunaombea kazi zetu, tunaombea mali. Leo ni family and finances. So we are praying for a stable family, and we are also praying for a stable finance. We are asking the Lord to stabilize us, that we shall not fall. Many families are suffering. Many people are financially weak. We are unable to meet our financial obligations. We are unable to raise a family under God. And so there is the threat. You know, these are two precious areas of our lives, and man was made to exist in both. And so family is God who made it. About silver and gold, they are sources of resources. They are a resource from God to facilitate man, even as we run the economy of God. And so, wapendwa, this morning, we know where to run to. We know why we need to go and pray. Na ndio maana tuko hapa tukiomba ya kwamba unapoondoka kuelekea kazini, hakuna simu ambayo itakuita an emergency call ya kwamba mtoto ni mgonjwa, ya kwamba mke wako ametendekewa na hili na lile, ama mumeo amefanyiwa hili na lile, ama mama yako ametokewa na hili na lile. Mungu atahifadhi familia zetu. Mungu atashikilia familia zetu. Atatupa nafasi ya kufurahia na pia kushiriki katika baraka ambayo inaandamana na familia katika jina la Yesu. We will not allow any loophole. Hatutaruhusu shetani apenye ama aingilie maisha yetu, maisha ya baraka yetu katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo tutafanya wakati tunaomba, wakati tunakuja maombezi na tunamwambia Bwana, nguvu yetu, mamlaka yetu imefika katika magoti, na Mungu naye anashuka, anatenda, anajidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. So this morning, what does the scripture say about our families? You know,
the word of the Lord will tell us about a few things about the family. In Genesis 2 verse 24, the Bible talks about the two, a couple. And the Bible says, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So a man shall leave, they shall join together with his wife, and then they shall become one. We want to pray that our marriage will hold together. If you check on many writings, whether on socials, whether on hard prints, you would find that marriage appears to be a very complex affair, very complex issue, and that they are not given chances that they will survive. Ni kama kubahatisha. But that is not the case. From God, He is the one who made that marriage should be, that families should be. And so I want us to pray in the month of June that the Lord will hold your family together in the name of Jesus. You would pray that you will hold to your wife. You will pray that you will hold to your husband. I also want to pray with the singles that the Lord will lead you to your choice from Him. That partner that you need, God can supply. In this month of June, there could be those who are already planning. Wale ambao wanapanga mambo ya kuoana na kuolewa. You could be in these plans. I pray with you today that the Lord will bless your union. The Lord will bless every aspect of your wife, of your husband, whether to be or already in it. Ya kwamba Mungu atawajalia, atawabarikia katika jina la Yesu Kristo. So this morning, we will pray that the plan of God for your marriage will happen. That all of you shall read from the script of God, that a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. That is God speaking blessing, speaking permanency, speaking life in a union of two. And so wapendwa, huenda unapitia magumu na majuto this morning. You are the verge of divorce. You are contemplating the worst. I pray with you this morning that the Lord shall overturn that plan of the enemy and walk with you and bless you in the name of Jesus. Ya kwamba Mungu atatenda, Mungu atafanya, atajidhihirisha katika maisha yako. Don't write it off, wapendwa. Don't read from the wrong script. Your life must not be a copy of the other. No, God has created us unique. God has created us with different abilities and purposes. And so don't sign ati unasema ati maisha yangu itakaa tu hivi, nitakaa kama ya yule, ndoa yangu lazima ikae kama ya huyu. Hapana. You are made unique and God is with you. God will bless you in the name of Jesus. Father, I pray today with all marriages ya kwamba Mungu, mke na mume, bwana na mkeo, Bwana unawahifadhi pamoja. Neema yako inawajalia Baba. Naomba yule mgonjwa wa Mungu utamrejeshea uhai wake na nguvu, ya kwamba there will be no widowers or widows. My God, you are keeping this family for a long life, and you are blessing this couple with the blessing of heaven, oh God. Them that are going through tough times, oh God, their experiences are hard. I pray with them this morning that you are stabilizing that family, you are stabilizing that marriage in the name of Jehovah God. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, si ukainue hizi jamii, si ukabariki hizi doa, na neema yako Baba ikawatoshe katika jina la Yesu. I pray for them that are going through counseling sessions, oh God, that this guidance, this particular aspect of counsel, Lord, will build their marriage, will help their marriage, will give their marriage life from the Lord in the name of Jehovah God. Mungu wetu naombea doa, kila doa ambayo itainuliwa
leo katika mlima huu. Bwana, naomba ukatusikie na ukatushikilie ndoa zetu ziwe za baraka, za manufaa na za furaha na za kufanya mapenzi ya Bwana katika nyakati zetu. Bwana, ni asante kwa maana unaponya ile ndoa. Asante Baba kwa sababu unafanya urejesho wa ule uhusiano, na Mungu unainua, Mungu wetu, baraka ya familia katika hii ndoa. Katika Kristo Yesu tunaomba hata kuamini. Amen. Amen. May the Lord bless your union, my friend. May the Lord not allow you to go through what breakages in marriages go through. May the Lord secure you. Them that have already suffered this particular struggle, may the Lord help you. There is God of reconciliation. There is God of restoration. There is God who hears that broken heart. That call you shall make today. I may not have the fixes. I may not have the wisdom to advise you on how to live this life after this experience. But there is God in heaven, the maker of marriages, the one who loves families. That God, when you go to Him on your knees, you break before Him, He is able to put together the broken pieces. Na atakubariki, atakujalia. Today is that day where we pray for our families by the grace of God. Pray for your marriage that it sees the light of the day by the grace of God in the name of Jesus. Kuwa unaombea mume wako akiondoka, simpeane. You know, if you are a wife, whether you are working and today is your off or leave day, you can spend this day blessing your husband mahali popote anaenda. You know, badala ya thrive in condemnation and accusation, why can't we thrive in helping them to overcome? Some temptations are on our way. They are strong. They are traps laid there by the enemy, ready to trap anyone. Kwa hivyo situbariki mmoja na mwingine. Ombea your husband by his names. Ambia Bwana Mungu, mume wangu anapoondoka, Baba mfiche, muongoze. Wengine hata wanaondoka wanaenda kutafuta kazi, haipo. Pray this moment. Mke wako anapoondoka, you as a husband, wherever you are, pray and bless your wife. Pray that the Lord will go ahead of her, establishing her in the name of Jehovah God. Tuombeane kama wapendwa katika ile ndoa, na tuitishe uwepo wa Bwana katika ile ndoa, na Mungu atajionyesha. Jambo la pili ambalo tutaliombea katika ndoa, katika familia zetu, the Bible says this in Exodus. It is one of the amri 10 za Mungu. Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Honor your father and your mother. Wapendwa, we need to pray that we are able to honor our parents, that we are able to love our parents. We also need to pray that our children on the same, they will be able to do it. Ya kwamba hata wao wenyewe watatamani, hata watoto wetu wataweza kurithi hii baraka ya maisha marefu na mafanikio katika mahala popote Bwana ametuweka. Wapendwa, many of us are living short lives. Many of us are experiencing premature death because on this command we are missing. Our children have no opportunity ya kwamba wataweza kuishi maisha marefu. Ukiangalia hata yale maneno tunaongelesha watoto now and then, ni maneno tu ya kuwalaani, kwa sababu sio watiifu, kwa sababu sio vile ambavyo tulitamani watakuwa. Kama mzazi unakuta ya kwamba mtoto wako ni mlevi chakali, unaangalia hivi unasema, huyu mtoto na vile nimetumia pesa nyingi kumpeleka shuleni, lakini alikataa shule. Amefikisha umri wa kuoa, haoi. Amefikisha hili, amekuwa hivi, ameingiana na watu hawa na wale. Mzazi, relax. At the feet of the cross, katika miguu pale, kuna jina la Yesu ambalo linaweza kubadilisha yule kijana wako. Hujui vita anavyopitia, hujui nguvu na mamlaka
ambazo zimemteka nyara. Na kwa hivyo kama mzazi, kazi yako ni kuombea mtoto. Inaingia pale unaomba, Mungu wangu, this is my son, you gave him to me. There were other women ambao Mungu pia uliwabariki kwa njia zingine. Baraka hii yangu ya mtoto, mimi nabariki kijana wangu, mimi nabariki msichana wangu. Unaomba katika jina la Yesu, na ili Mungu ajidhihirishe juu ya wale watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Na sisi watoto, situjiombee ya kwamba tutaweza kutii wazazi wetu. Mungu abariki hata kazi za mikono yetu, that we are able to be counted on by our parents, that we can be able to help them as they struggle with finances, as they age. We can be called upon, and because we are blessed, we can be able to take good care of our parents. Honor your father and your mother. This is a command that carries a blessing of longevity, a blessing of long life. Wapendwa, does it not concern you wakati unakuta wazazi wanazika mtoto wa kwanza, wanazika mtoto wa pili, wanazika? We the children should be the ones planning the burial of our parents when they are old enough and when the Lord calls them home. But we must not exit before them. It looks like a curse. And so we want to pray ya kwamba Mungu atatuhifadhi maisha marefu katika jina la Yesu. Ya kwamba Mungu atatuwezesha kujua njia ya kuishi maisha marefu. Honor your father and your mother. And when the Lord says that your days may be long in the land that the Lord is giving you, it means that not even accidents, vile tunasema ati careless driving, or kuna ati tetemeko la ardhi, earthquakes zina collapse manyumba. The Lord can see all these dangers, but because of this particular commandment, and you have done it, the Lord will be there to save you, because long life is your portion. You have been able to honor your father, to honor your mother. Wengine wetu pengine hata tumekosana na wazazi. Maybe you are here, you don't talk to your father, they don't receive your calls, and you are feeling so desperate this morning. I am here to pray with you that there will be that reconciliation. The Lord who is all able to make you a partaker of his blessing. Mungu ambaye ameweka hii baraka katika maandiko, ataondoa every kind of complication ambayo inakuja kuzuia maisha marefu, hata maisha marefu ya watoto wako. Wengine hata ni kulaaniwa, pengine ulilaaniwa wazazi wako walipokuwa wanaishi na wewe, walisema maneno baadaye wakakufa. Ile laana ni kama iko juu yako. We want to pray. Laana, mambo yaliyonenwa na waliokufa na wakaondoka, so you are unable to go and reconcile. We are in the presence of the Almighty, yule ambaye mambo yote ni sawa mbele yake. Na kwa hivyo unapotokea mbele za Bwana, everything is possible. He is able to undo. He is able to make sure that you are in the best version that you are going for today. Yeye anaweza kugeuza hayo maneno. Mungu wetu ni nini hawezi? Wengine hata walilaaniwa na watoto wao, wakaambiwa hata usinizae, hata utakapozaa upitie yale ulinipitisha, hata sijui nini. And we are living in fear. We are unable to bring up our families. Hatuwezi kuinua kizazi ambacho ni kizazi baraka kwetu. Wapendwa, I want to pray with us this morning that the Lord will cancel those words. The Lord will stop those tongues, and that you shall live the will of God for your life in the name of Jehovah God, the one who authored your family, the one who authored your womb, that you can carry life, and finally you have sons and daughters, that God will sustain, preserve, keep you. Hallelujah. Muyu Mungu atakuhifadhi, na utaona uzao wa kizazi, utaona baraka ya watoto wako, utashuhudia
utashiriki katika ile sherehe ya baraka ya watoto katika jina la Yesu. Na kwa hivyo leo tunaenda kuvunja hizo laana, tunaenda kugeuza hayo maneno kwa jina la Yesu Kristo. Remember what Jesus said in the book of John 15. He said, everything you shall pray for in my name to my Father will do it. My friend, in the name of Jesus, this name is where authority and power settles. Inaishi pale, nguvu na mamlaka iko katika hili jina. And because we are now mediated, we can access our God through the name of Jesus. There is nothing can withstand that is able to repel or to rebel against the command of Jehovah God. Katika lile jina unainuliwa, katika lile jina unasamehewa, katika lile jina unapita malango ambayo Bwana anataka upite. Na kwa hivyo mpendo wa leo hii, don't give up on your son. Ukisema unajua anakaa tu kama babu yake, anakaa tu kama anko yake, unajua katika familia yetu wale wote wanaitwa hivi, wanafanyanga hivi, wanakunywanga sana, hata huyu ni mzuri, yeye anakunywa, anaweza kufika nyumbani. Wale wengine wanaitwa yale majina, wao wakikunywa tunawakosa siku 3. My friend, don't use the wrong standard on your son. Don't give up on your son. Don't give up on your daughter. Ukisema siku hizi sijui ni pombe mpaka za wasichana, za wamama, hapana. Don't push it to the trash bin. Wewe unaweza kugeuza yale maneno. Mtoto wako ni baraka yako kutoka kwa Bwana. He or she is not a photocopy from another womb. This is the blessing of God for you. My son is my son. They carry my DNA. My daughter is my daughter. I can be able to channel them. I can be able to give them a hand of a push, to keep them going to where the Lord wants them to do. They are not copyright for my family or whoever else. Unaomba, unabariki mtoto wako. Unaomba, unamvunjia ile minyororo, zile ngome. Unainua madhabahu ya maombi na unaamini Mungu. Tunapofunga hii siku ya pili, aminia Bwana ya kwamba kuna Mungu aishie mbinguni, Mungu asikiae maombi, na umwambie Baba, mimi nimetii wazazi wangu, mimi ninatii wazazi wangu. Baba, si unipe hii baraka ya maisha marefu, na Bwana unipe hata kukue maendeleo katika maisha yangu katika jina la Yesu. Kwa hivyo wapendwa, I want us to pray that our children will be partakers of long life, that even ourselves are partakers of the same katika jina la Yesu Kristo. Unajua mzazi, mali anayopewa na Mungu ni mali ya kumtosha na kulea watoto. Lakini wakati mwingine unakuta watoto maisha yao wanaishi tu maisha ya kuhangaika. Kile uko naye ndiye wanakuja kutafuta. Hata wengine unakuta mzazi unafungia vitu kwa nyumba, kwa sio ati kwa sababu kuna wezi na majambazi unaogopa, ni mtoto wako unaogopa. Atauza ile baiskeli, ataingia kwa gari atoe ile battery, unaogopa ata access your bedroom, pengine atoe hiki na kile. Na unakuta watoto ambao wanastahili kututii na kutuheshimu ndio wanafanyika wakora, tunawaogopa. Wengine wametumia mihadarati mpaka wewe mwenyewe unaogopa, they can fight you. Some of them have fought their parents. This is a situation that should send us, praying and asking the Lord, Father, I should not be cursing my son. I should not be cursing my daughter. Lord, overturn this situation. Unasimama pale kwa magoti, unaombea mtoto wako, unamwambia Bwana, this is abnormal. You bless me with a son who shall become my strength even when my strength is done. When my eyes can't see far, they are my sight. They should be the ones telling me this is how life is all about. Wataweza kuwa baraka. Lakini unakuta watoto wetu ni maskini hata kutuliko. Unakuta watoto wetu hawana rada, yani hawajui lolote linaendelea. Mtu amefika 25, amegonga 30, anaelekea 40, amekaa tu hivyo. Na mzazi uko, that's a time bomb. We should be in prayer asking the Lord, gracious God, Father of heaven, my family is a blessing. My family is a gift from you. I pray over my son. I pray over my daughter that they are blessed of the Lord. Hallelujah. Our God and our Father,
in the name of Jehovah God. You are the one who blesses us with children. I pray now in the name of the Lord. Your blessing is never accompanied with sorrows. My Father, I pray ya kwamba baraka ya hawa watoto Mungu wetu itafanyika. Hawa ni watoto walio baraka, na tunanena watoto wetu ni baraka. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaondoa maneno ambayo tumewahi kutema, maneno ya kulaani watoto wetu. Tunageuza yale maneno, na sasa Bwana tunaomba wewe ubarikie maisha, bariki our sons, bariki our daughters, wainue katika jina la Yesu. Naombea wazazi wote walio hapa, naombea hata dada na ndugu walio hapa na wanakumbuka ndugu zao nyumbani, dada zao nyumbani, wazazi walio na machozi hapa kwa sababu watoto wao ile njia wanapita sio njia ya matumaini. I pray now in the name of the Lord, as we lift a prayer of our families today, the second day of prayer and fasting, my God, I pray in the month of June, it's a month that we shall register a change in the lives and conduct of our sons and our daughters in the name of Jehovah God. We speak longevity in their lives, oh God. My Father, I pray that none of our children takes away their lives, oh God. I pray that none of our daughters and sons gives up on life in the name of Jehovah God. Naombea pia hawa wazazi Bwana, kile wanahitaji kufanya ili wainue watoto wao, ili wabariki na wawe baraka kwa watoto wao. Bwana uwafunulie Mungu wetu, naomba busara na hekima itokao kwako, itusaidie, ituwezeshe kuinua kizazi kilicho na Mungu na kilicho na baraka ya Bwana. My Father, my God, unlock any unknown thing, oh God. Wazazi hawa wanapitia majuto, wamejiuliza maswali magumu. Mungu, hakuna mtu ameweza kuwajibu. Si wewe Bwana uko na jawabu. Naomba Bwana, shughulikia wazazi, shughulikia watoto wetu, shughulikia familia zetu, na utuinue na jamii zetu. Bwana, tujivunie kuwa Wakristo nyakati kama hii, na kuwa katika doa, na kuwa katika familia, katika jina la Yesu. I also pray even with the single parents, oh God, whether they are widows or widowers, oh God, or whether, Lord, the circumstance of life have put it in that order. I pray for them. Mahitaji yao Bwana kutana nayo. Inua watoto wao. Bariki yule mzazi mmoja na neema ikawatoshe Bwana, ukibariki hata mikono yao katika jina la Yesu. Mungu wetu usikiae maombi, I lift, oh God, an altar of prayer for families this morning. As all we pray, oh God, may you come through. May you bless your people. May you walk with us, oh God, and make us joyous once more about our marriages and about our families. This is my prayer with your people, even as we bring more prayers throughout the day about our families. In Jesus' name we pray and we believe. Amen, 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 amen. Wapendwa, na waombea familia kama ile ya Joshua. In Joshua 24 and verses 15, the scripture tells us ya kwamba Joshua alisimama akawaambia wana wa Israeli ya kwamba mimi na nyumba yangu. Hallelujah. This family man aliongea akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. He could speak on behalf of his family because he knew about his family was functioning. His family was a blessing. I pray that even in our times today, we can be able to speak the same words with confidence, kwa sababu yule Mungu wa Joshua ndiye Mungu wetu, anaweza bariki familia zetu. Hallelujah. May the Lord bless your family. The second item we are praying for in a brief way, lakini tutaendelea kuombea throughout the day, is the issue of finances. Kama kuna hali ambayo inaangusha maisha ya wapendwa, hata wewe unajua, ni mambo na uchumi wako, your economy. And we want to pray that even if the times are tough and hard, there is God who blesses the labor of our hands. Tunataka kuomba ya kwamba Mungu atafungua njia, atabariki kazi za mikono yetu, atatufunulia avenues, atatupatia discoveries on how we can be stable financially,
how we can be stable in terms of provision, ya kwamba Mungu wetu ambaye anaweza kutupatia, atatubarikia, atatuinua na atatunemesha. Silver and gold, they come from the Lord. The Lord is the one who blesses the labor of our hands, friends. Na kwa hivyo tunapoomba asubuhi ya leo, wacha tukaombe ya kwamba Mungu atakuelekeza mahali unaenda kufanya kazi, na Mungu ataweza kukupatia kibali, baraka ambayo Mungu wetu amekuwekea. Yaani Mungu atubariki kiwango ya kwamba hatutakuwa maskini ambao tutaenda kufanya maovu ndio tuweze kula na kunywa, kwa sababu tuko na watoto na hatujui tutawapatia nini. Hiyo ni school fees ambayo inahitajika na hatujui tutafanya nini. I pray together with us today this morning ya kwamba Mungu anayetuwaza mawazo mema, anayetufahamu, anayetujali atafungua milango yetu. Kuna watu ambao wamesoma, tuko na certificate lakini hatuna kazi. Kuna watu ambao kila siku wanaondoka asubuhi, wame drop CVs everywhere, lakini unaahidiwa ya kwamba utaitwa. Even na regret hupati, unasahaulika, hata unawaita, the number goes unanswered and you are frustrated there. There is God in heaven, my friend. Kuna Mungu ambaye anajua na ako na uwezo wa kufungua milango. Wengine wetu umefanya biashara, umechukua loan, umeweka hiyo capital yote pale, but every day you are registering kuenda chini. There is God ambaye anabariki kazi za mikono yetu. Wengine wetu ni makesi, tumeweka hiyo kesi inaenda miaka. Yaani kazi yako ni kufad makesi. Ile kesi haikatwi, wakati inakaribia kuisha inarejeshwa tena. Wakili, mambo yote ni pesa kutoka. Wengine wetu tulichukua loan, sasa wamekuja kunadi, they are coming to auction you, na unaangalia unasema haki, hiyo security imeenda. Pengine uliweka nyumba, ndio inaenda. Pengine uliweka gari, ndio inaenda. Pengine uliweka shamba, ndio inaenda. I am here to pray with us in the name of Jehovah. Wengine ni kuibiwa. Yaani hata umetumana mzigo ng'ambo na hautaupokea kwa sababu ulishaibiwa. Unaenda pale port haupati. Unaenda kwa zile ofisi zao unakuta walifunga. You have nowhere to claim, yani you have no hope. Na unaangalia mambo kama hayo unasema oh God. Wakati mwingine umeweka kazi yako mahali fulani, all of a sudden there is a government order ya kwamba that is riparian land, ya kwamba barabara inapita hapo, ya kwamba sijui hiyo shamba iliuziwa fulani, na unakuja unabomolewa, yani unarudishwa zero. I want to pray with us in the name of Jesus Christ that these incidences will not recur in the month of June in the name of Jehovah God. Mungu akiamua kubariki kazi ya mikono yako, anakubarikia katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Mungu maadui wako atawachapa na upovu, hawatakupata. You know God can make your enemies lose sight. Hallelujah. You remember the guys from Sodom who wanted to invade Lot and his household, and we are told that the angels pointed at them and they lost their sight. They kept going round the house throughout the night looking for the door. They could not find it. The Lord is capable of making your enemies lose your access, not be able to get to you, katika jina la Yesu Kristo. Unaomba asubuhi ya leo unasema, Mungu, ninapoelekea kazini, naomba ya kwamba wasubufu hawatanipata. Watu ambao watanikopa wakiwa walaghai, sitakutana na wao. Yani unaombea hiyo kazi, unaaminia Mungu katika jina la Yesu kuna kile atatenda. Wakati mwingine unaitwa shule, unaambiwa mtoto amevunja hiki, ameumiza sijui fulani, alafu hiyo ni gharama tena. We are blocking those useless doors ambazo zinafunguka kutuharibu na kutuaibisha na kutumaliza katika jina la Yesu Kristo. Changamoto zote za kifedha, Mungu wetu ashuke, atufungulie milango na aweze kufanya maisha yetu inawili katika jina la Yesu Kristo. The Bible says in Philippians
Philippians 4 and verses 19. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hallelujah. I pray that this God who is our God, who is my God, as we call upon his name today, the Lord shall open the doors. Mzazi uko pale, umeombea your son for a long time. Ulifanya kazi yako, ukampeleka shule na kweli akasoma akahitimu, lakini bado unaona anazunguka kwa compound, unaona tu anawaza karibu atupe mawazo yake. I pray with you today that the Lord who meets all our needs shall meet the need of your son, na ataweza kumpatia kile alisomea. Mungu atafanya njia hata kama ni ya ng'ambo. Wale wanataka kwenda kufanya kazi ng'ambo, we are praying with you in the name of the Lord that the Lord shall open all the airways. Mungu atafungua hizo njia, na hata ukifika ng'ambo ile ingine, Mungu atakubarikia. I am praying also with the people ambao wako away already. Muko katika diaspora, maybe you are in the Gulf, you are in Europe, you are in America. I pray with you. Hata kama uko katika mataifa ya Afrika, mahali ulipo, I pray with you in the name of Jehovah God. Kile uliendea kule, Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Utafanya kazi katika ile nchi na Mungu atafanya uheshimike. Mungu atafanya uweze kubarikiwa katika jina lake, katika jina la Yesu. And so each one of us, I pray that you will not give up on yourself, ya kwamba Mungu atakubariki, Mungu atakuinua na Mungu atakuneemesha katika jina la Yesu Kristo. You know, the Lord would promise Israelites that even as they moved on, there is something that should accompany them. Akawaambia in Deuteronomy 28 verse 11 to 12, the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land he swore to your ancestors to give you. The Lord will grant you abundant prosperity, ya kwamba atawabariki na kila aina ya mahitaji, na pia atabariki watoto wetu, the fruit of our womb, na kila kitu. Even wakati huo walikuwa watu wa kulisha ng'ombe, kondoo na mbuzi na wale wengine, na Mungu akasema the young of your livestock and the crops of your ground, in the land he swore to your forefathers, the Lord shall grant abundant prosperity. God, make sure that life is a package. But there are these challenges that came with the fall. We can pray to this God of abundant prosperity to become our provider, our helper, because he is readily available. Mpendwa, don't subscribe to that life of poverty. Don't allow yourself to settle for less. Don't allow yourself to be convinced ya kwamba hakuna ubali unaweza enda, ya kwamba hakuna kitu kinaweza kutendeka. We believe in the God of abundant prosperity. Yani hayo mengine ya dhambi wachana nayo. Ati unasema ninaumia kwa sababu dhambi iliingia, ninakosa kumake faida kwa sababu dhambi iliingia. Hapana, kumbuka Yesu pia alikuja, na alipokuja tuliweza kuwa redeemed. We can now access our God again. We can access the package of Jehovah God, and we can be able to be happy again, because God, remember what we read in Philippians 4:19, that my God will supply all your needs according to his riches in glory. And now here Moses reminds the Israelites that the Lord will grant you abundant prosperity. Hallelujah. Our God cannot be exhausted. Our God cannot run out of the supply. You know, Apostle Paul knew about it. Na akawaambia wa Korintho in the book of 2 Corinthians 9 verses 8, akawaambia, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. The Lord is able. Hallelujah. The ability of God is being brought to the subject here. And the Apostle Paul tells us that God, our God, is
all able. Hallelujah. Unapitia mapito gani kwa sasa? Our God is all able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, that is 2 Corinthians 9 and verse 8, you will abound in every good work. That God has all it takes. That God has everything ambayo unahitaji kwa sasa, na atakushughulikia kwa sababu yeye ni mwaminifu. My friend, do you know ya kwamba Mungu ndiye atakusaidia kufanya utajiri? Mikono yako Mungu akiamurisha, nimekubariki, kila kitu ukiguza Mungu atajionyesha. Kila fedha ulio nayo Mungu ataibariki. Remember what he told the Israelites in the book of Deuteronomy chapter 8. This is why we are praying for wealth. We are praying for financial stability. We are praying for the full supply from the Lord, because God has revealed to us. It is supported by the scriptures. In Deuteronomy 8:18, the Bible says, "But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant." I read again that part A of Deuteronomy 8:18. "But remember the Lord your God." When you remember the Lord your God, ndio maana tunaenda kwa mlima leo na tunakumbuka ni nani anayetupenda, ni nani aliye baba yetu. Remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah. You know, when riches graduate, they become wealth, or they make wealth. Na tunaambiwa hapa, for it is he who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah. So the way to become wealthy is the way to be connected in the true God. Remember the Lord your God. In the month of June, remember the Lord your God. For it is he who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah. Tunaomba Mungu asikiae maombi akabariki kazi ya mikono yetu, kwa sababu ni yeye awezaye kutupatia utajiri, ni yeye awezaye kutushughulikia. Mwisho tunapomalizia, tunapoombea kazi na mali, dhahabu na fedha na uchumi wetu, kuna mambo majanga ambayo nilikuwa nimeyataja yanaanza kufuata baraka yetu. Jasho yetu unaanza kuumia. Ni kweli ni wewe ulinunua hiyo nyumba, lakini unawekewa makesi. Pengine unajenga nyumba, wale wanaingia wanakatalia ndani, hauchukui any rent, na pengine ulikuwa umechukua loan lakini hawalipi. Hey my friend, unakuta unauliza, hey, what will happen? I have a friend of mine, lakini aliondokaga kitambo. Yeye walipokataa kulipa, alikuja na ile tiga kubwa akabomoa ploti mzima. And I asked him, because he was a close friend, bona unabomoa ploti mzima, si ungetoa tu wale wamekodisha? Akasema, nimekasirika, hii kitu haijawahi nipatia kitu, afadhali ikae empty. I am praying ya kwamba hautaghadhabishwa, hautafika kiwango ambacho it doesn't make sense anymore, ya kwamba utajiri wako unajawa na machozi. Unakuta umeinua familia, lakini baadaye inakuwa machozi. Unakuta umetia bidii katika mambo mengi, lakini bidii yako ni kama inalipa na machozi. I want to pray with us this morning ya kwamba Proverbs 10 and verse 22 is our portion. The Bible says, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil, without sorrows for it. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Mpendwa, I pray with you this morning ya kwamba baraka ya Bwana haitakuletea machozi, ya kwamba baraka ya Bwana itakuja na uhifadhi wake. Kweli ulisoma
umepata hiyo job, lakini viongozi wale ambao wako pale, their demand is too high. Wengine hata wanaenda nje ya job description na wanataka kukuweka katika hali ngumu. Wengine wanataka hata kile ambacho hakihusiani na kazi. Wengine hata unaitishwa mishahara ya miezi miwili, sijui ndio ati uendelee upewe madaraka ama usifutwe. I pray that those threats will be terminated by this prayer in the name of Jehovah God. You will not cry in that office. You will not cry behind that counter. The Lord will counter your enemies. Na baraka yako haitakuwa baraka ya machozi. Hautakuwa unaamuka ukielekea kazi unaogopa. Hautakuwa unafungua ile ofisi unaogopa. Hautagoja mshahara wako mpaka tarehe 10 na kitu, ilhali uko na bills za kusettle na hawajakulipa. Baraka ya Mungu haitafuatwa na machozi katika jina la Yesu Kristo. I claim Proverbs 10:22 that the blessing of God brings wealth. Mungu akikubariki unazidi kukua, unazidi kupanuka, lakini hautafuatwa na majanga na machozi katika jina la Yesu Kristo. Kila mwisho wa mwezi ndio familia yako inaanguka. Ndio baba akilipwa anaelekea pande hii, mke akilipwa anaelekea pande hii. Wale ni watoto wako wakilipwa ndio wanakunywa, watarudi nyumbani wakati imeisha. I pray in the name of the Lord that God shall cancel that agenda of the enemy in your life back to the sender in the name of Jehovah God. All evil shall go where they belong. We belong to our gracious loving Father. In the hands of the Lord, his blessings brings wealth, and there is no painful toil to it. Mungu anashuka, anakuestablish katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba katika jina la Yesu, ile baraka ulio nayo, even if you are going for a hospital appointment, there will be no breaking news ambao zinakuambia ni kama tumekudiagnose na huu ugonjwa na huu ugonjwa unahitaji hizi fedha na hizi fedha. Si Mungu abariki kazi ya mikono yako, abariki kile unafanya katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, in the name of Jehovah God, ninaomba katika jina lako ya kwamba Mungu unashuka, unatembelea wapendwa. Baraka yako haifuatwi na majonzi. Naomba katika jina la Yesu, si Mungu utupe furaha ya kusherehekea, ya kushiriki katika ile baraka katika jina la Yesu. Si Mungu inue wapendwa hawa, mapepo, nguvu za giza ambazo zinajionyesha wakati wapendwa wamepata faida, wakati wapendwa wamelipwa. Si Mungu wetu uzime yale mapepo, uzime zile nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Naomba Baba ya kwamba wale tayari umewapatia kazi hawatakuwa na kibarua kigumu pale kuhifadhi ile kazi. Kazi ni wewe unatupea na ni wewe unaihifadhi. Naombea wapendwa in this month of June that their finances are blessed, that all they put their hands to do is blessed and established of Jehovah God. None will go away with any penny that belongs to these dear ones. In the name of Jehovah God, mahali wamekopeshwa watalipwa, na pia wao mahali wamekopa watalipa. Utatusaidia. Inua ile biashara, inua yule baba, yule mama, inua yule kijana, inua kampuni ile katika jina la Yesu. Any CEO who is with us here, any director of any farm who is with us here, and they are not making profit, I pray with them, oh God. Some are even unable to pay their staff. I pray in the name of Jehovah, my God, rejuvenate their economy, their incomes, in the name of Jehovah God. Inua wapendwa Bwana. Pengine kuna watumishi walio hapa, wachungaji na makanisa, mahitaji yake, njia ya kufanya huduma imekuwa gumu kiuchumi. I pray now, my Lord, you are the owner of silver and gold. You are the one who blesses the labor of our hands, oh God. I pray, Almighty Lord, Father, unleash this potential. Open those doors for us. Even them that are walking away, go ahead of them. Establish them in those nations
in the name of Jehovah God. Mungu Baba, wewe usikiae maombi, naomba kila ombi la kibiashara, kila ombi la kikazi, kila ombi la kifedha, si Mungu ukasikie leo na ukatujibu. Ni asanti kwa maana katika mwezi huu utajionyesha ukiwa Mungu pamoja nasi. Asanti Baba, tupe neema, tupe nguvu ya kuomba hii siku ya pili, na uenende nasi hata siku ya tatu ya kesho, in our 3 days covenant, to be on the mountain praying and asking you, O God, for a direction and a greater dimension of the month of June. My God, may we find your company throughout, in the name of Jehovah God. Bless us now and be with us. Bless everyone, my God, and establish us at the foot of the cross as we call upon your name and look up to you. This is our prayer this morning. This is my prayer this morning. In Jesus' name we pray and we believe. Amen, amen, amen. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ya kwamba tumebarikiwa na tumeneemeshwa katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. For those who have just joined us today, we are on a journey of 3 days of prayer and fasting. We began yesterday. We shall be winding up tomorrow in the midnight for 3 days. Na unaweza kutuma maombi yako pale kwa inbox kama ungependa nishiriki na wewe, na pia nambari yangu kama ungehitaji 0725 743 631 0725 743 631, or you can find it on my Facebook page. Iko pale, utaipata, na tunaweza wasiliana on WhatsApp or wherever, and the Lord will bless you. Make sure you are in prayer. Don't give up. Na kesho ni siku, na Mungu awabariki na awaneemeshe katika jina la Yesu. I'll be coming live 6 a.m. to 7 a.m. for 1 hour, believing God for greatness. We are live on YouTube. Thank you all of you who have been with us on YouTube, even live here. God bless you. May the favor of God rest upon us. Tuwe na siku jema, siku ya maombezi. Kama unaweza enda kwa Mlima Prayer Center, ama unaweza enda kwa kanisa iliyofunguliwa, unaweza kufanya maombi. Lakini pia mahali ulipo, funga mlango wa ofisi during lunch time, omba by the grace of God. Na popote jaribu, make sure you are praying, because God is in conversation with us, in the name of Jesus. Mungu awabariki, ninawapenda. Keep loving the Lord. Have a great merry mwezi wa June, in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, Mr. Njero, for putting my number. God bless you. Wasiongoza kwa wakati wake, niongoze katika njia zako.